Asante. Salama, karibu. Asante. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante. Endelea. Yesu na mwanafunzi na kichwa, mafua na kifua. Pole sana. Asante. Karibu. Sema majina yako matatu. Lucy. Jari. Jari. Okay. Mwaka wako 17. Unatoka wapi? Natokea Mashimoni. Okay, Mashimoni. Presha yako iko juu sana mami. Pole. Asante. Una presha 168. Unatakiwa kumwona daktari kabisa. Sawa. Namba yako ya simu? Namba ya simu 06 9 Salama. Kichwa kabisa. Pole. Asante sana. Umepanga lini? Kichwa kinaanza leo kabisa. Pole. Mimi majina yako matatu. Naitwa Chidoni Ulinadiyani. Mwaka wako? 2003. Unaishi wapi? Tegeta. Pressure. Kama mkono wako pandisha hivi, pandisha nguo. Namba simu 07 59 32 21 21.
1979. Kama daktari mnamwambia wasio mambo kata tusubiri maelekezo. Sasa asante. Baru berjalan, selesai sama muncul macam dia pulang asam. Salama, habari yako bwana? Kaa kwanza. Kichwa kinauma? Imekuwaje ndugu yangu? Yaani kichwa kinauma nini? Koja tulichoma kwanza. Yaani unaona kama unasumbuka. Sawa. Kutoka hapa? Sawa. Tuenda hapo namba 3. Sawa. Ukachukue damu. Sawa. Umeelewa? Ndio daktari. Utapona ndugu yangu. Asante. Sio na wasiwasi. Sawa ndugu yangu. Nashukuru sana. Haya. Asante. Mama unapata homa? Ndio. Iya dada, dawa malaria. Kwa hiyo utatumia mara 2 baada ya masaa 8. Sawa. Sana. Sawa. Karibu. Asante.
Habari hizi? Salama karibu. Asante. Pole. Asante. Ndio ajali ya pikipiki. Pole jamani, hizi pikipiki hizi. Itakuwa baba. Haya, pole. Asante. Mama majina yako mtatu. Naitwa Mbeti Pantelemacha. Mbeti nani? Pantelemacha. Nani? Pantelemacha. Panta. Ndio Pantelemacha. Na magari Miaka 26. 26. Ndio. Mwisho wapi? Tegeta. Banasa. Mwana Banasa. Nani kufanya pressure? Sawa. Ongeza mkono wako. Pandisha. Ni koti. Hisi joto. Nimesikia baridi kweli. Wakati wa gari barabarani. Na pressure kali. Asante. Pole. Asante. Namba ya simu. Sina baba. Simba kwa muone dokta, ni namba 2. Sawa. Ila kaa tusubiri maelekezo. Habari yako? Salama, karibu. Asante kwema. Kwema. Nielekeze na daktari leo nilipewa dawa. Okay, kadi yako. Hapa. Okay, kaka. Nimeandikiwa dawa hapa. Alafu kila mbili nilipia 15,000 hapa. Dada, kama nisaidie tu mimi sina hela kwa kweli. Huna hela? Ndio. Sasa nikusaidieje? Dadangu kabisa mimi sina hela, kama nisaidie tu kwa sina. Sina hela. Nikusaidieje kaka? Na hapa ni mama nisaidie. Sasa nikusaidieje bila hela? Mimi sina hela, nisaidie. Wewe kaka. Kama huna hela, hapa stoi cha bure. Ondoka, katafuta hela, jipange ndio uchukue dawa. Sawa, ngoja niende. Haya. Karibu. Asante dokta. Habari? Salama, habari yako bwana? Safi. Nimeelekeza mwalimu uje chumba namba 2. Ndio. Tatizo nini mgonjwa? Shida mguu dokta. Umefanyaje mguu? Pikipiki. Ndio. Pole sana bwana. Asante. Pole. Asante. Okay. Sasa ndio. Ngoja nikuandikie dawa. Sawa. Nimeelewa? Ndio. Dawa. Ndio. Ukishatoka hapa unaenda hapo chumba namba ngapi? Namba 3. Sawa. Ukalipia. Sawa. Ukishalipia utaenda chumba namba 4. Sawa.
Sawa. Utachoma sindano ya maumivu na dawa ambazo zitakusaidia. Sawa. Haya ndugu yangu. Habari. Safi, karibu kaka. Safi, nimeelekeza na daktari nje chumba namba 3. Okay, kadi yako. Kaka. Ndio. Nimeandikia hapa dawa. Ndio. Lakini kuna bili mchana 5,000. Kwa dada yangu mwenyewe hapa ni 2,000 nisaidie tu kwa hiyo. 2,000 tena? 2,000 tu dada. Hasa kaka 2,000 nikusaidiaje 2,000? Wakati dawa yenyewe 5,000. Nisaidie tu kwa hiyo. Hebu kama hauna hela ondoka tu. Katafutia hela kule. Katafutia hela tutarudi. Sawa, ondoka. Sawa. Ondoka tu. Alishaza. Sawa. Taratibu. Pole. Asante. Utapona. Asante. Pole langu tufanyie usafi kidogo. Unachukua muda tokea umeumia? Muda sana. Siku ngapi? Muda sana. Afu jawahi kuja kufanyia usafi. Ndio unahudhuria? Sawa. Kufanya cleaning. Sawa. Pole. Asante. Pole. Asante. Unaweza amka? Okay. Habari za kazi Misi? Salama, za kutoka nzuri za hapa. Kama maendeleo. Maendeleo unaendaje? Kazi poa, changamoto kibao. Niambie habari za hapa. Salama. Kama umekuta hapa wafanyakazi wachache. Wachache. Tuna changamoto kibao. Wafanyakazi wachache? Kwa kantini wa chakula. Kwa usafi. Kwenye usafi kwa sababu wako wachache. Sawa. Kwa wote tunashindwa kupata huduma vizuri kutokana na dawa hakuna. Dawa hakuna? Ukiona kwamba hapa kijijini kwanza hospitali iko hii moja peke yake. Dawa zimekuja kama wiki 2 kama miezi 2 dawa zimeletwa hapa. Ni kweli usemayo. Ila kutokana na hospitali iko peke yake hapa kijijini. Watu wengi wanakuwa wanalazwa, wengine wanachukua dozi, dawa zinatumika kwa wingi. Kwa dawa za kulevya sicha. Sawa. Nyingine ndio tu labda ukapata changamoto kwa wafanyakazi wenzako. Sawa. Okay. Nashukuru kwa ushirikiano wako. Nikutakia kazi njema leo. Tutawasiliana. Sawa. Mwisho, habari za kazi? Salama, karibu. Asante, naendeleaje na kazi? Pole na kazi. Nimekuja kuwatembelea leo. Karibu. Asante, aje umependeza. Asante. Mambo mengine? Kuna changamoto yoyote? Kazi za vizuri tunamshukuru. Changamoto zipo pia.
Kama ipi? Changamoto ya kwanza naposikia magonjwa hapo nje kama unavyoona. Sawa, magonjwa ya wagonjwa. Kingine changamoto ya pili, dawa zifike kwa wakati. Dawa zinafika lakini sio kwa wakati ule tunahitaji sisi. Dawa zinachelewa kufika manake. Sawa. Malalamiko ngozi si dawa zifike kwa wakati kwa nakosa na mimi dawa pia. Mimi lazima madam wangu kipenzi. Karibu. Asante. Karibu sana. Ndio daktari. Habari za kazi? Salama kiongozi. Habari za leo? Nzuri, shikamoo. Salama. Kazi inaendeleaje hapa? Namshukuru Mungu. Tunaendelea vizuri. Leo nikaona nije hapa niwakague kama kuna changamoto yoyote. Ndio. Sawa. Hapa bwana changamoto zipo. Kuna changamoto ya dawa. Sawa. Ndio daktari, changamoto? Cha kwanza dawa. Dawa. Dawa hapa zinaisha mapema sana. Dawa zimeisha? Mbona zimekuja kama muda miezi miwili nyuma? Yaani hapa kwetu. Mbona zinatumika sana? Ni kweli kwa sababu hapa kuna wananchi wengi. Yaani ukienda huko wananchi, hii hospitali ni hii moja tu iko hapa. Kwa hiyo kila wananchi wanaokuzunguka hapa lazima wao wanafika hapa. Sawa. Kuna nyingine ndio hiyo? Hapana, kuna changamoto nyingine ya mabenchi yale ya kukalia wagonjwa wanapofika hakuna. Na vitanda hamna. Imeisha. Yaani hizo ndio changamoto ambazo sisi tunatusumbua sana hapa kwa kweli. Sawa, nitalifikisha kwa kiongozi. Haya, na mimi nashukuru sana. Natakia kazi njema daktari. Haya, na mimi nashukuru sana. Haya, asante. Haya, asante. Sasa viongozi, naam. Nimekutana na madudu ya toxin kwako. Kuna madudu. Kuna changamoto moja. Pili pia kuna madudu upande wa dawa. Taratibu. Changamoto zipi hizo? Kwanza mlalamika dawa haziji kwa wakati. Ngoja niweke taarifa zangu hapa sawa sawa. Kwanza dawa haziji kwa wakati. Dawa haziji kwa wakati. Ndio. Pili, alafu kingine mabenchi ya kukalia wagonjwa nje. Cha pili mabenchi ya kukalia wagonjwa nje. Hakuna, si ndio? Alafu kingine vitanda vya mapumziko ya wagonjwa. Kingine vitanda vya kupumzika kwa kuhusu wagonjwa, si ndio? Yaani ina maana kwamba hakuna vitanda vya wagonjwa. Okay, sawa. Kingine mbaya zaidi, kuna nilipata zarani ndani hapa. Daktari mkuu na msaidizi wake wanauzia na kijiji dawa. Daktari mkuu analeta dawa na ile huduma lakini wao wanauza dawa. Taratibu niweke sawa sawa. Daktari mkuu na msaidizi wake wanauzia na kijiji dawa. Wanauzia dawa wagonjwa. Maana yake si ndio? Kwa hiyo mgonjwa akija kama hana hela kati matibabu yoyote, ataki huduma yoyote. Sawa. Hicho ni kitu cha uzembe kabisa. Kwa hiyo ndio hizi changamoto zilizopo hapa kwenye hospitali, si ndio? Na yaani taarifa hizo umezipata kwa nani? Nimezipata kwa hospitali. Mmoja wao anajitolea kuongea. Ni nani huyo? Hebu nitajie jina lake. Nesi. Yupi sasa wao kwenye dawa? Kwa naye kama mapokezi. Sawa, ndio. Okay, sawa. Nesi anaitwa nani yule? Anaitwa Rebecca. Sawa. Changamoto nyingine basi ndio hizo zimeisha, sio? Lakini mkaguzi, kuhusu upande wa dawa, zile dawa zilishushwa wiki iliyopita. Kama
kama sio wiki iliyopita, ni mwezi uliopita. Ya, okay. Kwenye kumbukumbu hapa naona kama miezi miwili iliyopita, si ndio? Sasa inakuwaje hizi dawa ziishe haraka hivyo? Ndio cha kusikitisha kiongozi. Sawa. Na uzembe wa hali ya juu. Umetoka ofisini kwa daktari? Daktari yupo kule. Yupo kule? Yupo. Sawa. Ngoja nimpigie simu. Yaani uzembe wa hali ya juu. Haiwezekani kwa kweli. Yaani hii kiongozi kweli haiwezekani. Serikali inajitahidi kuhudumia wananchi wake, alafu mtu mmoja au wawili wanaleta shida. Haiwezekani. Kiongozi vipi? Dokta, wapi hiyo? Niko ofisini hapa. Uko ofisini? Nakuomba uje hapa ofisini kwangu hapa. Uje na msaidizi wako. Si upo ofisini naye? Ngoja muangalie hapa. Fanyeni haraka. Dokta. Naam. Karibu sana. Asante. Habari za majukumu? Majukumu ni mema. Ndio. Naendelea vizuri. Sawa. Vipi mwenzio? Yupo. Habari yako Nesi? Vipi? Marahaba. Kwema? Sasa dokta. Naam. Nimekuita. Nataka nipate taarifa zako za hapa hospitali. Okay. Sawa? Ndio. Vipi? Kuna taarifa gani yoyote ambayo inaendelea hapa? Hapa bwana, taarifa iliyoko hapa ni kuhusu na mabenchi ya wagonjwa, vitanda, naona bwana, lakini mambo mengine yanaenda vizuri. Yaani kwamba changamoto iliyopo ni mabenchi, hamna mabenchi ya kukalia wagonjwa, sio? Alafu changamoto nyingine ni vitanda vya wagonjwa. Vitanda vimeisha, vile ambavyo vilikuwepo vimeenda wapi? Viliharibika lini? Ulitoa taarifa yoyote kuhusu hivyo vitanda? Taarifa mbona nilishatoa. Ulimpa nani? Nilimpa mkurugenzi. Mkurugenzi? Halafu ikawaje? Mpaka leo sijapata ripoti aina yoyote. Sawa. Na mkaguzi alipokuja? Mkaguzi alipofika nilimwelezea. Akasemaje? Akasema anaenda kushughulikia hilo. Mwanangu, pole babangu, usamehe mwanangu. Pole umemwachia Victor. Nilimwachia mdogo dada yake pale hapo nje. Lakini ameniambia angalia. Jamani, hebu tuachane na habari ya mtoto, twendeni kwenye mada ambayo ipo sasa. Dokta, naam, nimekutia hapa kwa swala moja tu. Ndio. Nataka uniambie, nimepata taarifa kwamba wagonjwa wananunua dawa hapa, unawauzia dawa. Kweli si kweli? Sio kweli bwana. Sio kweli? Sio kweli. Kwa maana hiyo hizi taarifa ni za uongo? Hizo bwana, kusema kweli sio zenyewe kabisa. Kabisa dokta? Kweli? Kweli. Sasa utauzaje dawa rafiki yangu, wananchi wote wanapata shida namna hiyo? Narudia tena dokta, kweli hamuuzi dawa? Narudia tena, hamuuzi kweli dawa dokta? Hatuuzi dawa. Ikibainika mnauza dawa? Sheria zipo bwana. Sasa ngoja nikwambie. Ikibainika mnawauzia wagonjwa dawa, wakati hiyo hospitali kuna utaratibu ambao wa kuchangia hela kidogo tu, sio kama mnavyouza nyinyi, kwa sababu malalamiko nimeyapata. Sasa ole wenu dokta, ikibainika
mnawauzia wagonjwa dawa, mtakuwa hamna kazi. Ole wenu, mtakuwa hamna kazi, mnashindwa kufanya kazi mnafanya uzembe. Dokta, sisi hatufanye uzembe. Dokta, hebu tusibishane. Nisikilize, tusibishane. Dokta, kauli mbiu ya hospitali ndio acha uzembe, okoa maisha ya watu. Tunaelewana? Ni kweli. Acha nini? Uzembe, okoa nini? maisha ya watu. Sasa kwa nini unatanguliza maslahi mbele? Inawezekana wao walipokuwa wanasema mnachangia kidogo, basi hapo nyamaza, hapo atafuta ushahidi mwingine. Wewe si umekataa muuzi dawa na tafuta ushahidi mwingine. Nafikiri wakati na mhoji dokta, umemsikia? Nimesikia majibu yako alichozungumza pamoja na mwenzake, si umewasikia? Nimewasikia. Sasa napenda kupata ushahidi wa mwisho kwako. Inawezekana kuna ile taarifa ulipata kwa nani, aidha kwa wagonjwa, aidha kwa mfanyakazi mwingine hapa. Naomba unisaidie hiyo taarifa. Nilipata kwa nesi wa mapokezi pale. Nesi wa mapokezi? Ndio. Yupo. Basi nakuomba uje. Basi nimekuita, nataka nipate maneno kutoka kwako, yaani maana yake ushahidi kutoka kwako. Nipata taarifa kutoka kwa mkaguzi, kanipata taarifa kutoka kwako kuhusu hospitali hapa, kwamba dokta na mwenzake wanashirikiana kuwauzia wagonjwa dawa. Sio, unanielewa? Na aliyetoa taarifa ni wewe. Naomba sasa unithibitishie kwa mara ya mwisho. Je, ni kweli? Ni kweli Sawa. Unaweza ukaniambia kwa ufupi tu? Wanashirikiana kuuza dawa.